Na bwana, kwa sasa inabidi nikupatie taarifa kwa ufupi, taarifa ambazo zinakuja kwako kutoka Abagusi Global Radio, kipindi ambacho kiko hewani kinajulikana kama Anza na Bwana. Na nikianza moja kwa moja, ni matukio mengi ambayo yametendeka jana, yanatendeka leo, yanatarajiwa kutendeka wiki ijayo. Kwa hivyo ninakuletea mseto wa taarifa kwa ufupi. Kwanza kabisa ni kwamba Seneti huenda bunge la Seneti huenda likaandaa kikao wiki ijayo ili kujadili hatima ya gavana wa kaunti ya Meru Kawera Mwangaza. Hii ni baada ya bunge la kaunti ya Meru kupitisha hoja ya kumuondoa mamlakani ama afisini, na spika wa bunge hilo ashamwandikia waraka spika wa bunge la Seneti Amason Jeffa Kingi ili kumtaka andae kikao cha kujadili hoja hiyo. Na nikiachana na swala hilo, ni kwamba changamoto zinaendelea kushuhudiwa katika uchaguzi. Haya ni kulingana ama ni kwa mujibu wa tume ya IEBC, tume ya kuandaa uchaguzi na kuratibu mipaka hapa nchini Kenya. Kumbuka kwamba walikuwa wameanzisha kikao cha kutathmini uchaguzi wa Agosti 9 pamoja na washikadau tofauti. Washikadau tofauti wametaka IEBC kuhakikisha kwamba wanazingatia ile 2/3 gender rule, thuluthi mbili ya wanawake ama wanaume katika afisi tofauti ama katika teuzi zao. Limona msajili wa vyama Anderito akisema kwamba swala hilo bado halijafikiwa. Vilevile niliona Kamishna Abdi Gulie pia akijitokeza na kutetea IEBC hasa kwa uchaguzi ambao ulipita, sema kwamba wanafaa kupokea fedha za kuandaa uchaguzi mapema ili kuhakikisha kwamba uchaguzi unaandaliwa bila mushkil wowote. Vilevile wanasema ama alisema kwamba katika uchaguzi ambao uliopita maafisa wengi wa IEBC walihujumiwa, ikiwemo wengine kutishiwa na hata wengine kuuawa. Na nikiachana na swala hilo, nikupeleke katika kaunti ya Migori ambapo hiyo jana zaidi ya wasichana 150 waliokolewa, ila walikuwa washakeketwa na waliokuwa fanya kitendo kile, wenye baadhi yao walinaswa na wataenda kufikishwa mahakamani ili wajibu mashtaka ya kutotii sheria. Serikali kuu inataka kuangamiza kabisa swala la ukeketaji wa wanawake hapa nchini. Na nikikupeleka katika eneo la Kitutu Chache, ni kwamba viongozi ambao wamekuwa wakizozana na gavana kaunti ya Kisii Simba Arati sasa hivi wanasema kwamba hawana uhasama na yeyote, kwamba ni kuzungumza tu ili kuhakikisha kwamba mambo yananyooka katika utendakazi wa viongozi katika kaunti ya Kisii. Alikuwa anazungumza Jafet Nyakundi ambaye ni mbunge wa eneo la Kitutu Chache North. Kumbuka kwamba hapo awali watu wakazi tofauti katika eneo la Kisii wamejitokeza kumkashifu sana, hasa yule ambaye ni seneta wa kaunti ya Kisii Richard Onyonka. Nikiachana swala hilo, ni kwamba kuna vile swala jingine ambalo lilitokea katika eneo la Nyakeburoni ambapo mtoto mmoja wa miaka 4 alipotea Jumanne, alafu akapatikana baadaye ndani ya shamba la mahindi akiwa sijui niseme amenyofolewa macho yametolewa yote, lakini mtoto yule yuko hai, anaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya level 5 ya Kisii, ambapo mamake anasema anahitaji usaidizi ili kumchunga yule mtoto, na vilevile uchunguzi umeanzishwa kujua ni kipi ambacho kilifanyika. Na kwa upande mwingine kwenye sehemu ya sheria pale,
chama cha LSK hapa nchini ambacho ni chama cha mawakili sasa kinatishia kwenda mahakamani ili kupinga kurekebishwa kwa katiba na hasa katika kubuni afisi ya kiongozi wa upinzani. LSK inasema kwamba ni suala ambalo litaleta mzozo hapa nchini na haya ni kulingana na mwenyekiti ama rais wa LSK Eric Theuri. Na nikitena swala hilo, mzozo bado unaendelea katika kaunti ya Nakuru ambapo hiyo jana mawaziri waliapishwa, mawaziri 10, hata ingawa kulikuwa na agizo la mahakama mawaziri hao kutoapishwa kwa sababu kulikuwa na kesi ambayo ilikuwa imefikishwa mahakamani na wapiga kura watatu, wale mawaziri waliapishwa. Hata hivyo watu wengine wawili wameelekea mahakamani kupinga agizo hilo na kusema kwamba Governor Susan Kihika hakutilia maanani agizo ambalo lilikuwa limetolewa na mahakama. Kwa hivyo iwapo Governor Susan Kihika atapatwa kwamba na kosa la contempt of court, basi huenda akafungwa kwa muda fulani pale. Kwa hivyo ni swala ambalo tutakuwa tunafuatilia tujue mambo yataendeleaje. Nikiachana na swala hilo pia nikupeleke upande mwingine kwamba kuna kampeni ambazo zinaendelea Kenya mzima. Kampeni hizi ni za kupiga vita pombe haramu ambayo inauzwa maeneo tofauti tofauti. Juzi niliona katika kaunti ya Kericho pombe haramu ilinaswa na vile vile pombe nyingine ambayo haikuwa hata imesajiliwa na Kenya Bureau of Standards. Katika kaunti ya Narok kampeni imeanzishwa ya kupiga vita pombe haramu. Kule katika kaunti ya Kirinyaga, kaunti ya Nyandarua, ni swala zima la kuhakikisha kwamba katika msimu huu wa Krismasi watu labda hawatumii pombe wakaendesha magari kusababisha ajali na mambo kama hayo, kwa sababu sasa hivi wanafunzi wako nje, watoto wako nje, kila mtu wako pale nje kwa hii likizo ndefu. Kwa hivyo ni swala zima ambalo nakumbuka pale awali Rais William Ruto alikuwa amesema kwamba yeyote ambaye atapatwa ama atapatikana akiwa anauza ile pombe haramu basi sheria itachukua mkondo wake. Nikikupeleka katika kaunti ya Turkana, gavana wa kaunti ile Jeremiah Lomurkai anasema kwamba atatumia nafasi yake kuhakikisha kwamba anafanya kazi kwa minajili ya kuwasaidia wakaazi wa Turkana na vile vile kuinua maisha yao. Alizungumza hayo alipokuwa anatoa chakula cha msaada katika eneo lile, akisema kwamba ni vizuri viongozi waje pamoja wafanye mazungumzo ili kuhakikisha kwamba baadhi ya maeneo ambayo yana kumbwa labda na ukame yanasaidika. Ni mambo ambayo yanaendelea katika nyanja tofauti tofauti hapa ndani. Na vile vile ambaye ni waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen sasa hivi anasema kwamba ile reli mpya, reli ya kisasa itaendelezwa mpaka kule Malaba, akisema kwamba reli ile itapitia kaunti 5 na watahakikisha kwamba wanafanya ama ule ushirikiano kati ya serikali ya Kenya pamoja na serikali ya Uingereza ambayo imejitolea kusaidia ule utengenezaji wa reli mpya ya kisasa, kwamba swala hilo litafanikiwa. Mtazamaji na msikilizaji, acha niachie pale, lakini kumbuka kwamba akiwa pale Marekani Rais William Ruto alipata misaada tofauti tofauti kutoka eneo lile na vile vile kupata ushirikiano na mataifa tofauti tofauti. Kuna shirika moja lisilo la kiserikali Conservation International ambalo lilijitolea, liliamua kushirikiana na serikali ya Kenya kuhakikisha kwamba mazingira yanatunzwa. Kumbuka kwamba hii ni katika ile ama ule mpango wa kuhakikisha kwamba miti mingi inapandwa hapa nchini, swala ambalo nakumbuka wakati wa Jamhuri
tayari Rais William Ruto alisema kwamba watatumia vijana ambao walikuwa wamepoteza kazi mtaani ili wapande miti karibu milioni 5. Kwa hivyo ni swala ambalo kwa kweli miaka 5 ni mingi na si mingi sana, lakini tutakuwa tunaona mwisho wa siku zile manifesto za serikali zitakuwa zimetimia au la. Ni hayo tu kwa sasa, niruhusu niondoke hapa